Haleluya! Watu wa Mungu, punga mkono namna hii. Haleluya, haleluya, haleluya. Mungu akubariki sana kwa ajili ya kuja ibadani, ibada hii ya pili. Mungu akubariki sana. Na tunatembea na kichwa kinachosema kwa wiki hii, mchungaji mwema hutoa uhai wake kwa ajili ya kondoo. Mchungaji mwema hutoa uhai wake kwa ajili ya kondoo. Na tumepewa kutafakari neno la Mungu kutoka kitabu kile cha Ezekieli sura ni ya 37 aya ya 24 mpaka aya ya 28. Ezekieli 37 aya ya 24 mpaka aya ya 28. Na mimi nitawatangulia kusoma. Na mtumishi wangu Daudi atakuwa mfalme juu yao, nao wote watakuwa na mchungaji mmoja, nao wataenenda katika hukumu zangu na kuzishika amri zangu na kuzitenda. Nao watakaa katika nchi niliyompa Yakobo mtumishi wangu, walimokaa baba zenu, nao watakaa humo, wao na watoto wao na watoto wa watoto wao milele. Na Daudi mtumishi wangu atakuwa mkuu wao milele. Tena nitafanya agano la amani pamoja nao, litakuwa agano la milele pamoja nao. Nami nitaweka na kuwazidisha, na patakatifu pangu nitapaweka katikati yao milele. Tena maskani yangu itakuwa pamoja nao, nami nitakuwa Mungu wao, nao watakuwa watu wangu. Na mataifa watajua ya kuwa mimi ndimi Bwana, na mimi ni watakasaye Israeli patakatifu pangu patakapokuwa katikati yao. Amen. Waweza kuketi taratibu. Na kama umekaa na jirani yako, unaweza ukamgeukia ukamwangalia, mwambie Yesu anakupenda. Mwambie Yesu anakupenda. Na ukiona hajaonyesha tabasamu lolote, badilisha tu kiti. Badilisha tu kiti. Kaa na mtu ambaye anakupa tabasamu. Haleluya. Haleluya. Maana unaweza ukakaa na mtu toka ameingia mpaka anaondoka amechukia, mpaka wewe unaanza kujishtukia, au mimi sijapendeza, au mimi lipstick niliyopaka hii haijakorea vizuri. Sasa usikae na huyo mtu. Haleluya. Kwa hiyo kama umekaa na mtu unaona kwa kweli uso wake haueleweki, hebu badilisha kiti, sio dhambi ukakaa sehemu nyingine. Wazee wa kanisa kuna vitu viko kule wanaweza kukuonyesha ili ukae kule. Bwana apewe sifa. Lakini kwa kweli mmependeza sana. Mwambie jirani yako umependeza sana. Mwambie umetokelezea. Mwambie na kaunywele kako hako. Haleluya. Basi tunamshukuru Mungu kwamba tunatembea na kichwa hicho kinachosema mchungaji mwema hutoa uhai wake kwa ajili ya kondoo. Na tumepewa kutafakari kitabu cha Ezekieli. Wasomaji wa Biblia wanaelewa kitabu cha Ezekieli. Maana ya neno Ezekieli, maana ya neno Ezekieli ni nguvu ya Mungu. Kiebrania ni nguvu ya Mungu. Ni nguvu ya Mungu. Maana ya neno Ezekieli Kiebrania ni nguvu ya Mungu. Kwa hiyo wapendwa, tunatafakari kichwa hiki, sio sisi tu, KKKT yote wanatafakari kichwa hiki. Na leo tunatafakari, wiki nzima tunatafakari namna ambavyo Mungu yeye anaeleza kwamba yeye ni mchungaji mwema. Bwana pewe sifa. Na kitabu hiki cha Ezekieli kimeandikwa na Ezekieli mwenyewe. Wasomaji wa Biblia mnaelewa kwamba Ezekieli ni mojawapo ya wale manabii watano wakubwa. Ni mojawapo ya wale manabii watano wakubwa. Ameandika kitabu hiki mwaka wa 571. Wakati huo pale Yerusalemu kulikuwa na shida, ambapo wana wa Israeli walimwacha Mungu. Walipomwacha Mungu, wakaingia kuabudu miungu mingine, wakatumikia miungu mingine, wakafanya mambo ya kwao, wakamwacha Mungu aliye hai, Mungu aliyewaumba. Walipomwacha Mungu, Mungu akawaacha,
Mungu alipoacha, ndipo ambapo kuna taifa likainuka likaenda kuwateka. Walipotekwa, Biblia inatuambia na vitabu vingine ambavyo tunasoma, waliondoka pale pamoja na huyu Ezekieli wakiwa watu zaidi ya 10,000. Wameondoka pale Yerusalemu wakaenda Babeli. Huko Babeli ndiko ambako walitumikishwa na hilo taifa likawafanyia vibaya, kwa sababu lilikuwa halina huruma. Kosa, wamemwacha Mungu aliye hai. Mwambie jirani yako, usithubutu kumwacha Mungu wako. Mwambie haijalishi unapitia magumu kiasi gani, mtingishe tu, mwambie usithubutu kumwacha Mungu wako. Wakakaa utumwani miaka kadhaa, wametumikishwa na yule mfalme, amewatendea mabaya, amewaumiza kwa sababu hakuwa na huruma. Wapendwa, wakati wako kule ndipo Mungu akakumbuka kwamba hawa hata kama wameniacha, hata kama wameniacha mimi Mungu wao niliyewatoa kule Misri, bado ni watoto wangu, bado ni wa kwangu. Ndipo ambapo Biblia inatuambia akamuinua huyu Ezekieli, ambaye Ezekieli yeye alitoka kwenye ukoo wa kikuhani. Kwa hiyo akiwa kule utumwani, akawa anamkumbuka kwamba yupo Mungu. Huko tuliko sio kwetu, huku tunakotumikishwa, tunakutana haya magumu, tumekuja ni kwa sababu tumemwacha Jehova. Huku mahali tuliko sio kwetu. Akaendelea kumtumikia Bwana. Anapoendelea kumtumikia Bwana, Mungu akakumbuka, akaachilia sauti kwake ili apate kuwaambia wana wa Israeli kwamba mtoke huko sio kwenu. Ndipo ambapo kwenye somo tulilosoma anaanza kumwambia Ezekieli kwamba waambie wakirudi Yerusalemu watakutana na mfalme Daudi. Huyo atawachunga, hata wachunga kama ambavyo anawachunga huko anayewatesa huko. Huyo atakuwa na huruma, atawahurumia, ataenda na ninyi, atakuwa kiongozi mwema, atakuwa ni mchungaji mwema. Waambie warudi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Ndipo ambapo wanaanza kurudi. Walipofika Yerusalemu, neema ikashuka, wakaanza kukumbuka kwamba kilichotupeleka kule ni kwa sababu tumemwacha huyu Jehova. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Hapo ndipo kwenye hoja ya somo la leo. Ukimwacha Mungu, kukubali kukutana na magumu, kwa sababu ukimwacha huyu Mungu, Mungu atakuacha wewe. Ukisoma kwenye kitabu cha Waamuzi ibada ya kwanza, kwa sababu tulikuwa tunakimbizana na muda, hatukufika huko. Kitabu cha Waamuzi sura ya 16 kinaeleza habari za huyu Samsoni. Wengi wasomaji wa Biblia mnaelewa. Samsoni wakati Mungu amemtuma kwa ajili ya kuwapiga wale wa Midiani, kwa ajili ya kuwatesa lile taifa la Wafilisti, Mungu alipompa kuwa mnadhiri, akatumika kwa uaminifu. Akatokea mtu mmoja anaitwa Delila akambembeleza mpaka akaeleza siri ya nguvu alizokuwa nazo. Alipoeleza siri ya nguvu alizokuwa nazo, Biblia inatuambia, unaona kilichotokea, wakaja wale watu wakamng'oa macho. Nilikuwa naendelea kusoma Biblia, ni vitu vya ajabu sana vilitokea. Wale watu walienda na nondo kwa Samsoni, wameenda na nondo, wakaanza kutoa macho. Nini? Mdomo wake umesababisha kuingia kwenye mateso. Na ukisoma kwenye hiyo Waamuzi 16 anasema Mungu akamwacha Samsoni. Kwa nini alimwacha Samsoni? Ni kwa sababu Samsoni mwenyewe aliamua kumwacha Mungu. Tunanena maneno haya mchana wa leo ni kwako wewe mpendwa. Mungu amekuleta. Yawezekana kuna kipindi unapitia, usijaribu kumwacha Mungu. Ukimwacha Mungu, maumivu yatakuwa makubwa kuliko hapo ulipo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini angalia kwa Samsoni, iko neema ya Mungu ilishuka tena. Tunaeleza Mungu aliye mchungaji wa kweli. Neema ya Mungu ikashuka kwa Samsoni. Unaona katikati ya vita aliyokutana nayo, wametoa macho, wanaendelea kumchezea. Wakati mwingine wanamuita kwenye mkutano, kwenye hema kama hii, wanamwambia tuchezee, anacheza, macho hana. Lakini walisahau kwamba nywele zinaweza zikaota tena. Walisahau kwamba nywele zinaweza zikaota tena. Katikati ya mateso yale, anaendelea kukumbuka kwamba nimefanya mimi mwenyewe nimefanya haya yanipate kwa sababu nimekuacha Mungu. Akaendelea kungangana na Mungu. Alipongangana na Mungu, Biblia inatuambia kwamba nywele zikaota tena. Mtingishe jirani yako, mwambie kuna kipindi nywele zitaota tena. Haleluya! Samsoni nywele zilivyoota, nguvu ikashuka. Mungu ni wa rehema mpendwa. Mungu ni wa rehema.
Mungu hawezi kukuacha, hawezi kukuacha namna hiyo. Kuna wakati mwingine ni kweli wakati mwingine tunatembea kipindi kigumu mpaka unajiuliza ili jaribu ni kwangu ni mara ya kwanza. Sio mara ya kwanza. Kuna wakati mwingine Mungu anajivunia wewe kwenye hilo jaribu. Usimwache Mungu, usijaribu kumwacha Mungu. Mungu anaweza kujivunia kwenye jaribu nalolipitia ili mtu mwingine asimame kupitia wewe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibada ya kwanza nikasema hivi, mpendwa, usije ukakaa kikao chochote kumjadili mtu wa Mungu ambaye Mungu ana agenda naye, kama hujakaa na Mungu kwenye hicho kikao na Mungu akakwambia kwamba huyu sitambariki tena. Nani alitegemea wana wa Israeli watatoka kwenye utumwa, mahali ambako waliteseka, mahali ambako walikutana na magumu? Nani alitegemea? Ezekieli anapata ujumbe kwa Mungu. Mungu anamwambia hawa ni watu wa kwangu, hawa ni wanangu, nina agenda nao, kazi haijaisha. Na mimi nikwambie mtu wa Mlandege, pamoja na maneno uliosemwa, pamoja na vita ulionayo, kazi ya Mungu haijaisha. Yupo Mungu anayeweza kukuvusha, yupo Mungu anaweza kukutoa kwenye hayo magumu, yupo Mungu anaweza kuanza na wewe kwa upya kabisa. Usiache Mungu ambaye amekuleta mahali hapa, ana sababu na wewe. Mungu ana sababu na wewe. Nywele zitaota tu, wewe wasubiri muda tu. Hata hao waliokusema wamekuchambua kwamba hiyo biashara haitaendelea, wasubiri muda, wasubiri nywele zianze kuota. Nenda kasome nywele zilipoota kilichotokea. Samsoni wamemuita kwamba njoo tuchezee. Samsoni akashuka akawachezea kama ambavyo wamezoea. Unajua watumishi wa Mungu tumeokoka namna hii. Wapo watu wanatutendea mambo mabaya sana, wapo watu wanatuchezea. Hata Samsoni walimchezea, lakini muda ulipofika Mungu akasema hawajajua kwamba huyu ni wa kwangu. Nywele zikaota. Siku hiyo wakawa wanamshikilia namna hii, wanampeleka kwenye huo ukumbi ili awachezee. Akasema leo msinishike. Kuna wakati hawatakushika hao. Haleluya! Akasema leo msinishike. Nina nguvu za kutoka kwa Baba, nina nguvu kutoka kwa Jehova. Akashuka kwenye lile jengo, akashikilia kwenye nguzo namna hii. Walikuwa watu wapata 10,000 kwenye lile nguzo, kwenye ile hema. Wakashangaa waliyemtoa macho. Anatikisa namna hii, jengo kubwa kama hili likadondoka. Akasema sifi peke yangu, tutakufa na hawa watesi wa Filisti. Bwana Yesu asifiwe. Tunaye mchungaji mwema anayetuwazia mema, hata kama kuna majina yetu wamepeleka kwa waganga wa kienyeji. Nataka nikwambie watamaliza viatu vyao na sisi wataona tuko salama. Tunaye Yesu. Bwana Yesu apewe sifa. Hata kama saa hizi wamekuandikia kwamba watoto wako ndio basi hawatasoma, nataka nikwambie wao hawajajua. Mungu anatupisha tu kwenye hilo darasa kwa sababu anajua mtoto wako akisoma saa hizi hatapata kazi. Atakuja kwenye darasa lingine, anamaliza, anapata na kazi. Huyo ndiye Mungu tunayemhubiri. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ng'ang'ana kwa Bwana, majibu yapo kwenye msalaba. Nataka nikwambie kuna maombi haya ambayo tuliyaweka hapa. Mimi nilikuwa nafuatilia maombi haya tu. Mungu amejibu hata yale ambayo hatukutegemea kwamba atajibu. Mungu amejibu, wapendwa wa Mlandege. Mungu ana majibu. Wewe paka lipstick iliyopendeza, acha wafanya wanavyoweza kufanya. Yeye hana ratiba kwa ajili ya maisha ya wewe. Mungu ana ratiba kwa ajili ya maisha yako. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya, haleluya, haleluya. Taifa la Israeli lilikosa matumaini. Mungu anaelejesha matumaini mapya kwa Ezekieli. Anapeleka ujumbe kwamba yupo Daudi atakaye wachunga. Na Mungu akasema mimi nitakuwa maskani, Mungu wenu nitakuwa Mungu, ninyi mtakuwa watoto wangu, na mimi nitakuwa Mungu wenu. Mungu anawavuta warudi. Mahali ulipo sio pa kwako, mahali unapokaa kwenye mateso sio pa kwako. Shetani amekupeleka tu kwenye mateso kwa muda mfupi. Na kwambie mbingu zinakuelewa, mbingu zinakufahamu. Mungu acha kuinue kwa kipindi kingine. Yawezekana umekaa mahali hapo kwenye hilo jaribu ni miaka 3. Mungu amesema hawai wala acheleweshi. Endelea kung'ang'ana kwa Bwana, endelea kumwangalia Jehova, endelea kung'ang'ana kwenye msalaba. Maombi yana majibu mpendwa, kwenye maombi kuna majibu. Nikwambie
Mwambie kuna watu hawajajua thamani ulionayo. Anayeelewa thamani yako ni Yesu Kristo. Alivuliwa nguo kwa ajili yako, alipigwa kwa ajili yako, na akasema kwa kupigwa kwake, kwa kupigwa kwake, kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Haleluya! Ukisoma kwenye kitabu kile cha Yohana, kitabu cha Yohana sura ile ya 10, kitabu cha Yohana sura ya 10, tukianza na ule mstari. Haleluya, haleluya. Kitabu cha Yohana sura ile ya 10 mstari ule wa 11, neno la Mungu linasema, mimi ndimi mlango, mtu akiingia kwa mimi ataokoka, ataingia na kutoka, naye atapata malisho. Ukija mstari wa 10 nasema, mwivi haji ila aibe na kuchinja. Mimi nalikuja ili wawe na uzima, kisha wawe nao tele. Haujanielewa? Mwivi haji ila aibe. Mimi nalikuja ili wawe na uzima, kisha wawe nao tele. Kama umekaa na jirani yako hajakuelewa, mtingishe, mtingishe tu. Mwambie huyu aliyekuumiza ni mwivi. Mwambie yupo Mungu ambaye analeta uzima tele. Haleluya! Yupo Mungu anayetupa uzima tele. Ukipita kwenye hayo magumu, yana kitambo, ni kweli yanaumiza, ni kweli yanatutesa, lakini ni kitambo. Tunaye Yesu Kristo ambaye anatupa uzima tele. Huyo ndiye ambaye anataka mchana huu tuendelee kung'ang'ana kwake. Usiangalie nani amekufanyia nini, nani amesema nini, sijui nani akasema nini. Mpendwa, ng'ang'ana kwenye msalaba. Huko ndiko kwenye uzima tele, huko ndiko kwenye uzima tele. Ukija mstari ule wa 13 anasema, yule ukimbia kwa kuwa mtu wa mshahara, wala mambo ya kondoo si mali yake, si kitu kwake. Mimi ndimi mchungaji mwema, nao walio wangu na wajua, nao walio wangu wanijua mimi. Yesu anatujua. Haleluya! Yesu anakujua. Tingishe namna hii, mwambie wewe unafahamika na Yesu, sio wanadamu. Ibada ya kwanza nikasema, unajua kuna watu wengine leo wamekufahamu kwenye kwaya humu tu. Yawezekana wewe ni mzee wa kanisa, mmefahamiana tu hapa Mlandege. Wamekuchambua, wamekusema ya kusema, na wewe unataka kuacha wokovu. Hamjasoma wote, hamjacheza wote kiboholeni, wala hawakufahamu, wamekufahamia hapa, na unataka kumwacha Mungu anayekupa uzima tele. Nataka nikwambia usithubutu kumwacha Mungu kwa ajili ya hilo jaribu. Hao ni wanadamu, hawana mbingu ya kukupeleka. Yupo mwenye uzima tele, yupo anayekutambua, yupo anayekuelewa, yupo ambaye ana jina lako limeandikwa kwenye kiganja cha uzima. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya! Amesema nimeandika majina yenu kwenye kiganja cha mkono. Mungu ameandika jina lako wewe kwenye kiganja cha mkono. Huyo mwingine anakufahamu kweli vizuri? Anaelewa agenda ya Mungu na wewe? Anaelewa kwamba Mlandege hapo ulikuja kwa ajili ya kujenga hili jengo? Haelewi. Asikusumbue. Wana wa Israeli wakakumbukwa. Haleluya, haleluya. Ukisoma kwenye kitabu cha Mambo ya Nyakati wa kwanza sura ile ya 22, ibada ya kwanza nisema, unaona namna Daudi ameandaa kwa ajili ya kumjengea Mungu nyumba. Kaita wageni, wameandaa kila kitu. Nenda kasome Mambo ya Nyakati wa kwanza sura ya 22 mstari wa kwanza mpaka ule wa 8. Wakatengeneza kila kitu, wakaandaa kila kitu. Anataka aanze kumjengea Mungu madhabahu, amjengee Mungu kanisa kama hili. Ujumbe wa Mungu ukashuka haraka kwa Daudi. Kusoma mstari wa 8, anasema Mungu akamwambia, usije ukanijengea wewe nyumba hapa. Nashukuru kwamba umeniandalia mielezi, mbao nzuri, umechonga chuma, ni kweli, lakini wewe umeua. Wewe umekuwa ni mtu wa vita, umekuwa ni mtu wa kukimbia. Mimi sikuruhusu nyumba yangu ijenge. Wewe mtu wa Mlandege, Mungu amekuruhusu unajenga,
na umeendelea kujenga mahali hapa, bado kuna mtu anataka kurudisha kwenye imani. Mbingu zimekuelewa, mbingu zimekuamini. Wewe ni chombo cha Mungu. Mungu anajivunia wewe. Unapojenga namna hii, ziko baraka ambazo yawezekana utaziona leo, lakini kuna kizazi cha kwako kitakuja kufaidi mema kupitia ujenzi wa hapa. Kwa hiyo usikatishwe tamaa na wengine. Ndio maana kuna wakati tunaanza ujenzi hata hapa, nakumbuka tunabomoa hapa ofisi hapa, kulikuwa na vikao mpaka wazee wengine wakasema, wenzenu wamejenga nyumba nzuri kama hii, nyinyi mnabomoa. Usibishane na hao. Huwezi kujua Mungu amemkataa kabisa sijenge hapa. Wewe unang'ang'ana, mbona fulani amesema tusijenge? Kumbe mwenzio alishamwaga damu huko, amekataliwa kujenga hapa. Kwani tunafahamiana hapa? Mbingu zinatuelewa. Kwa hiyo Mungu amekukatisha hapa muda mrefu, anataka umtumikie yeye kumjengea hapa. Kwa hiyo wewe vaa silaha za imani, songa mbele, muamini Jehova aliyekuleta mpaka kanisa linaisha namna hii. Kuna wengine watachukua baraka hapa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mimi kule tumejenga lile kanisa la milioni 12. Tuko 10. Kwa hiyo tunakaa kikao namna hii. Wenzangu kidogo Mungu alileta pale watu kwa ajili ya ujenzi, ni walimu na manesi na madaktari. Kwa hiyo mimi nimekaa, mimi ndio mwenyekiti. Nawaambia sasa tunataka tujenge, tunafanyaje? Wakasema haina shida, tunaingia kwenye tofali, kila mmoja atoe 200,000. Sasa mwinjilisti mimi, wanaanza kila mmoja atoe 200,000. Mimi ndio wa kwanza. Naanza. Wewe piga hesabu katika milioni 12 ya hilo kanisa, tuko 10. Unafikiri kwa miaka miwili mmoja atakuwa ametoa shilingi ngapi? Jitathmini wewe, tuko hapa toka umekuwa hapo. Je, inaweza kafika hata ya watu 10 hiyo? Mimi nilikuwa napiga hesabu si chini ya milioni 10, si chini ya milioni 1.2 ambayo nimechangia kwa miaka hii miwili. Kumbuka nimetoka hapa tuko na vichama. Wakati mwingine wanaweza kutangaza mchango. Mimi nikasema na mimi naunga mkono kwenye ujenzi 20,000. Kuna wengine wametoa 1,000,000, kuna wengine wametoa 500,000, tupo wengi. Pale uwezo kufichama. Maana wewe mwenye kiti ndio wanakuangalia. Hawajui mwinjilisti unapata 70,000, hawajui maisha unayoishi, hawaelewi. Wao wanajua mwinjilisti umesema tujenge. Anza 200,000 na sisi tunaendelea. Bwana Yesu asifiwe. Mbingu zikikuamini hautafeli. Maana Mungu anaelewa kwamba katikati ya haya atakupa pesa kutoka wapi. Nataka nikuambie kuna wakati mwingine tulipoona, mnakumbuka hata uwepesi wetu, mimi nimepata uwepesi wa kufanya kazi kule kwa sababu ya kwenu. Tumeeleza hapa ujenzi tumekwama bati 20. Watu wa Mlandege kupitia idara ya vijana wakaguswa, tukapata bati zile 20. Mimi mlinitia moyo kuendelea kwa viwango vingine kumtumikia Mungu, kwa sababu nimetoka kwenye kakibanda kale kanyasi kenye mianzi. Wakati natoka hapa na wahubiria watu kama ningekuwa ibada 3 hapa, mko 1,000 na kitu, mpaka wakati mwingine 2,500. Naenda kukutana na watu 3. Hiyo imani lazima umuulize Mungu mara mbili, Mungu nimetoka salama kweli pale au kuna shida fulani? Ubinadamu si unaingia wapendwa, lakini Mungu anaweza kukutoa kwa kusudi. Ubinadamu unapoingia, usiingize ubinadamu. Kana Mungu sawa sawa, muulize Mungu, katika hili kuna nini ambacho nataka nikifanye? Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo Mungu akaonekana. Tumetoka hapo na hubiri ibada 3, nafika pale siku ya kwanza nimeshika Biblia namna hii, mvua inanyesha, Biblia inaloa, pa kufichama sipaoni. Kanisa la mianzi linavuja, lakini Mungu akainua watu wachache ili wengine wapate neema ya kumuona Mungu kupitia hao. Haleluya. Kwa hiyo usivunjike moyo mahali unapitia. Ni kweli kuna wakati mwingine viatu ulivyo navyo mwingine hawezi kuvaa, lakini pamoja na hicho kiatu anayeweza kuvaa hicho kiatu ulicho nacho mchungaji mwema Yesu Kristo. Ukiwa na huyu anavaa viatu vyako, akivaa viatu vyako, acha kunungunika, acha kumwambia mtu mambo yako. Kilichomponza Samsoni kueleza siri ambayo Mungu amempa kwa watu wengine. Na hii wapendwa tunayo sana hii. Mungu akikufanikisha leo, unaanza kuwatangazia, unatangaza mtaa mzima. Mwanangu, una post hata kwenye mitandao, mimi mtoto wangu amefaulu bwana. Mtoto wangu amefaulu, unaonyesha kabisa hata amepata division kadhaa. Mpendwa, Mungu ameachilia hiyo neema kwako. Usimwambie mtu mwingine. Aidha umepata kibali na Mungu amekwambia hii eleza ili watu wengine wapate neema ya kupona au wapate neema ya kusonga mbele. Uwe umepata kibali na Mungu kuambia watu muujiza ambao Mungu amekutendea.
Samsoni alikuwa mnadiri wa Mungu. Mungu aliachilia mzigo kwake kwa ajili ya Wafilisti. Si mnakumbuka kuna kipindi aliteketeza mashamba ya Wafilisti kwa kutumia zile mbweha? Mungu alikuwa na agenda naye. Kwa nini aje Delila? Kwa nini Delila aanze kumbembeleza na yeye akakubali Delila ambembeleze? Wapo kina Delila hata hapa Mlandege mpendwa. Wapo kina Delila hata hapa Mlandege, hawawezi kuona, hawawezi kupenda mafanikio yako. Hawawezi kuona wewe ukifanikiwa wakati wao hawajafanikiwa. Epuka kukaa na kina Delila kuambia mambo yako yapeleke msalabani. Huko ndiko iko neema, huko ndiko kuna kuvuka, huko ndiko kuna ulinzi, huko ndiko tunaatamiwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Usimwambie mtu muujiza Mungu amekutendea, maana wengine hawajui. Wengine kuna wenzao wanatembea kipindi kigumu. Hapa ambapo wewe umefika ni kwa sababu kuna maombi uliyaomba muda mrefu, yawezekana umesahau. Mungu ameamua kukutokelezea hapo. Usimwambie mtu mwingine, haitamsaidia. Mungu endelea kuatamia wao muujiza kwa maombi tena. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Wapo wengi wamekutana na magumu. Walipoona neema hiyo imeondoka kwao, wanarudi kwa machozi tena. Nikwambie, atamia muujiza ulio nao, na usipende kumwamini kila mtu. Sasa unaweza kusema mwinjilisti anataka kusemaje? Usipende kumwamini kila mtu. Muamini Roho Mtakatifu, muamini Mungu, muamini huyu mchungaji wa kweli. Usimwamini kila mtu. Wengine wamekuja, unaishi nao au mnafanya nao biashara, ni agenti, ametumwa kukumaliza. Wewe umekaa kila kitu na mwerezi. Usimwamini kila mtu. Haleluya. Haleluya. Iko neema ya Kristo kwetu. Yupo Mungu anayetuwazia mema. Yupo Mungu ambaye aliona hatufai, aliona tutakuwa wageni wa nani, akamtuma Yesu Kristo. Ukisoma kwenye Yohana 15 mstari wa 16, amesema sio ninyi mlionichagua mimi, bali ni mimi nimewachagua nikawaweka ili mpate kunizalia matunda, na matunda yenu yapate kukaa. Wewe umechaguliwa na Yesu. Sio kwamba sisi tumemchagua Yesu. Yeye amekuchagua. Mimi nimechaguliwa na Yesu. Wewe umechaguliwa na Yesu. Aliyekuchagua anaelewa maumivu unayapitiaje, anafahamu mateso ulionayo. Mtingishe jirani yako, sema wewe umechaguliwa na Jehova. Wewe umechaguliwa na Jehova. Sije kuelewa. Mtingishe namna hii, mwambie Jehova amekuchagua. Kama tumechaguliwa na Jehova, tukae kwenye utulivu, na anataka matunda. Ukisoma pale chini amesema ili matunda yenu yapate kukaa. Tunahitaji kumzalia Mungu matunda. Ukiwa mahali hapa, mzalie Mungu matunda. Unakuja morning glory kwenye kuomba, unamzalia Mungu matunda. Unakuja fellowship, unamzalia Mungu matunda. Mungu anataka tumzalie matunda. Hapo ndipo wateule walio wengi wanafeli, hawamzalii Mungu matunda. Ndio hapo tunapishana na baraka. Mwambie usipishane na baraka. Mungu amekuleta kwa kusudi. Mungu akubariki sana. Tusimame. Bwana Yesu asifiwe. Ibada ya kwanza hadi tumesimama hivyo, nilisema hivi. Wakati niko kule tunaenda kufanya huduma, tulikutana na binti moja ambaye alikuwa na mapepo. Alikuwa na mapepo yamemtesa kwa muda mrefu. Wakati tunaenda kumfanyia huduma, hicho nacho kilisababisha niongeze kiwango cha kumtumikia Mungu. Yule binti tunamuombea namna hii, mapepo waliokuwa wamearusha ndani yake yakaanza kupiga kelele kwamba hapa tumekamatwa, kwa sababu tulikuja ili tumumalize, na tulishapanga ratiba ya chakula mwili wake sasa uliwe tarehe fulani, wameeleza kabla ya Christmas. Kwa hiyo wakawa wanagombana. Ndio maana yule binti hajatolewa kafara. Wakawa wanagombana kwa ajili ya mwingine anataka mguu. Wale wakubwa wakawa wamegawana mwili wake. Mwingine mguu, sawa chukua, wewe mguu au kuchukua. Sasa ikafika kwenye mkono, wale wadau wawili wanagombaniana, mkono uliobaki ni mmoja. Kwenye hivyo vikao vya kichawi, wachawi mliopo punga mkono. Wanaweza kawa nalielewa hili. Kwa hiyo unaambia yule binti tunamuombea, anapiga kelele akisema wewe ndio ulisababisha tuendelee kubaki hapa, maana tungekuwa tumeshammaliza. Mimi nilikuwa nataka mkono na wewe unasema nataka mkono. Kwa hiyo vikao vinachelewesha tusimtoe kwenye kafara kwa sababu ya wewe. Wanagombana na mnaye mnaomba, binti anahangaika. Mungu akamfungua. Alipomfungua akarudisha hali yake. Binti anashangaa.
namna ambavyo hali aliyokuwa nayo, kwa sababu hawezi kuelewa. Lakini kilichotusababisha nieleze hata kwenu, kumbe kuna wakati tunatembea namna hii. Wapo watu ambao wameshapigia hesabu mwili wako. Kuna watu tunatembea namna ya biashara yako, kuna wenzao wameweka vikao kwamba wamekupa masaa kadhaa. Tunatembea namna, kuna watu wameweka vikao kwa ajili ya watoto wetu kwamba mtoto huyu elimu hii ataishia darasa 7. Wakati mwingine tumetingwa, tumzalie Mungu matunda, tumebaki na vikoba, tumebaki na maisha mengine. Huko ndiko tumetingwa. Hatuna hata ibada nyumbani. Huna hata ibada jioni ya kukaa pamoja mkaomba, kwa sababu kuna mambo magumu unaendelea nayo huku, unaona umechoka. Mpendwa, mbingu zinatutetea. Kama mbingu zinatutetea, na sisi tukae mikononi mwa Mungu tukijua kabisa adui hatamani kuona sisi tukiishi, hatamani kuona wewe ukifanikiwa, hatamani kuona umevaa umependeza namna hii. Kuna vikao shetani anakaa kwa ajili yako. Kumbuka kwamba Yesu mwenyewe alisema, duniani mnayo dhiki, jipeni moyo, mimi nimeshinda ulimwengu. Kama ameshinda ulimwengu, yeye yupo kututetea, kutuvusha na kutupigania. Sisi tujipendekeze kwake. Usione kuna mtu anakuja hapa Morning Glory anaelewa. Kuna wakati yuko kwenye maombi, anawatoa watu kwenye hivyo vikao. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Mtingishe jirani yako, mwambie usije kawa mojawapo ya watu wamekupigia mahesabu ulivyo. Sema kwa jina la Yesu na washindwe. Sema upanga wa Bwana uwe juu yao. Nyosha mkono namna hii, nyosha mkono namna hii. Sema kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kila mipango waliopanga juu ya watoto wangu, juu ya uzazi wangu, juu ya maisha yangu, juu ya kazi zangu, juu ya kila kitu ambacho Mungu amenipa, kwa jina la Yesu ninakamata upanga wa Bwana, ninawapiga, ninawamaliza kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Kila chochote walichotamka juu ya familia yangu, juu ya maisha yangu, ninafuta kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Ardhi sikia, mbingu sikia, hivyo vikao vya kuzimu walivyokaa kwa ajili ya biashara yangu, kwa ajili ya maisha yangu, kwa ajili ya kazi yangu, kwa ajili ya uchumi wangu, kwa ajili ya watoto wangu, ninapiga, ninang'oa, ninabomoa, ninaharibu kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa moto wa Yesu. Chochote walichofanya katika ulimwengu wa giza kwa ajili ya familia yangu, kwa ajili ya maisha yangu, ninaachilia upanga wa Bwana, ninawafyeka kwa damu ya Yesu. Tunawafyeka, tunawafyeka, tunawapiga. Moto ulao ukawalambe, moto ulao ukawalambe. Damu ya mwana kondoo na ishuke juu yao. Damu ya Yesu, damu ya Yesu ikatufunike, ikatuzingire, tukazingirwe na watoto wetu, wakazingire kazi zetu, ikazingire tukapokanyaga kwa jina la Yesu Kristo. Kwa damu ya mwana kondoo, kwa damu ya Yesu. Mkono wako Jehova na ukawe juu yetu, mkono wako Jehova na ukaende nasi, utupiganie asubuhi, utupiganie mchana, utupiganie usiku. Damu yako ikatuzingire tukapokuwa, katika jina la Yesu. Amen. Amen. Ukiwa kwenye utulivu huo huo, kama upo hapa unatamani kumpa Yesu maisha yako, ili Yesu afanyike mchungaji mwema kwenye maisha yako, nyosha mkono tukamwambie Mungu kwa ajili yako. Mungu anaelewa mahali umepitia, anaelewa magumu unayoyapitia. Wakati mwingine ukamwacha yeye aliye mchungaji wako, na unatamani kurejesha nyota yako, kurejesha nafsi yako. Nyosha mkono hapo ulipo ili tukamwambie Mungu kwa ajili yako. Asante kwa ajili ya mikono. Unaweza ukaja haraka hapa tukaomba, wachungaji wapo wakafanya maombi kwa ajili yako. Njoo mbele hapa, njoo haraka, njoo haraka. Njoo uliyenyosha mkono hapo na hapo, njoo tufanye maombi kwa ajili yako. Usikubali neema hii ipotee kwako. Mungu anakusudi na wewe, kwa sababu wewe ni chombo cha Bwana. Wewe ni wa thamani mno. Kuna wengine mume wako anaweza sijue thamani yako, wala mke wako anaweza sijue thamani yako, wala ndugu wa karibu, marafiki zako hawezi kujua thamani yako. Mbingu zinaelewa kwa nini zimekuleta hapa duniani. Kiwa Mungu amekutoa ile mimba 9 tumboni mwa mama, hata leo ana sababu na wewe kukupeleka ngambo nyingine. Hata sasa ana sababu na wewe kukupeleka viwango vingine. Kwa hiyo njoo tukamwombe Mungu kwa ajili yako, ili mwaka huu baraka za Bwana ziende kuambatana na wewe.
Mwokozi, unisikie, Sema, Bwana Yesu, ninakuja kwako. Wewe peke yako ndiye mchungaji mwema, unayejua madhaifu yangu, unazijua dhambi zangu, lakini bado ulinivumilia. Leo ninakuja kwako kwa neema. Naomba Bwana unisamehe, futa kila uovu ndani mwangu, futa kila hatia, kila maumivu, kila machungu ambayo yameendelea ndani yangu. Naomba Bwana Yesu nifanye kuwa kiumbe kipya kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Niandike jina langu katika kitabu chako cha uzima. Asante Bwana Yesu kwa kuniokoa kwa neema. Kuanzia sasa nimeokoka kwa jina la Yesu. Amen. Tuombe. Mungu wetu na Baba yetu, Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, asante kwa ajili ya neema ya kipekee ambayo Baba umetuhudumia mchana huu wa leo. Asante kwa ajili ya watoto wako hawa, Bwana, ambao kwa damu yako ya thamani iliyomwagika pale msalabani, Bwana Yesu, umewakomboa, umewaondoa katika vifungo vya utumwa ambavyo vilikuwemo ndani yao, namna ambavyo shetani aliwaonea kwa namna mbalimbali. Lakini leo Bwana, kwa neema ya kipekee Bwana Yesu umepata kuwafungua, na hata sasa wamekuwa huru, wamekuwa huru kabisa, wamekombolewa kwa damu yako ya thamani. Sante Bwana Yesu kwa ajili ya ukombozi. Sante Bwana Yesu kwa ajili ya neema ambayo inatembea juu yao. Bwana Yesu, tazama ninaomba katika jina lako Yesu Kristo, Baba, waliokuwa wagonjwa, waliokuwa wameonewa na mateso ya aina mbalimbali, kuanzia sasa Bwana, magonjwa yasiwe sehemu yao, maumivu yasiwe sehemu yao, machungu waliokuwa nayo yasiwe sehemu yao, laana na mikosi ambavyo viliendelea kuwafuatilia Baba, vyote tunavikataa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Bwana Yesu, kazi zao, biashara zao, maisha yao, watoto wao, Bwana Yesu